wana mahitaji mbalimbali. Wengine wametolewa, pepo zikarudi, wakatolewa tena zikarudi, na mambo kama so. Tunahitaji kusikiza sauti ya Mungu, alafu tuachilie maneno yake. Now let's take some few notes. Nataka kuonyesha kitu kimoja, mifano ya majira haya. Hebu tuangalie mifano ya majira, mifano ya watu waliotambua majira. Yesu ni mmoja aliyetambua majira. His public ministry began at God's appointed time. Yesu hakuanza huduma anytime to him. Mark 1:15, Marko 1:15 tunasema the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand. Muda umetimia, falme ya Mungu umewadia. Yesu katika manifesto yake alisema katika Luka 4, huu ndio mwaka wa Bwana uliokubalika. Nakumbuka maneno kama haya. This is the acceptable year of the Lord. Na year hapa tunasema 12 months. 12 months, the chronos is talking about kairos. Kairos is not chronos, not 12 months. Hizi 12 months, 1 day, 2 days, 3 days, kama sikuweka chronos, tumesema ni 3 days hapa. Si ndio ile chronos hiyo? Acceptable, mwaka uliokubalika haimaanishi ni 12 months. Ukifikiria kikronos kibinadamu unayosema ni mwaka wa 12 months. Mwaka ni kipindi, naweza kuwa hata 10 years. Amen. Naweza kuwa miaka mingi, hata 1000. Ndio maana nasikia wakisema, wanadamu wakisema one day inaweza kuwa ni 1,000 what? Yes. That means one day chronos can be converted whichever way. Inazungumza kairos na chronos. When Papa talks about acceptable mwaka, napozungumza mwaka nazungumza opportunity, kipindi na season. Another word we use commonly is season. What is this season about? Unaona hii maneno tunaandika kila makanisa ukienda, wanaandika theme ya mwaka. Wengine wana copy tu, wanasema hii ni nzuri, wengine wana copy ya wengine. Hapana. Every house inatakana iwe na Mungu amemzungumzia. Amen. For me to give theme kama ile, hii ilichelewa kidogo, bora alipata ikiwa tano. I was just in prayer, meditating, na Mungu akaleta ile theme, Christ our message. Okay? Tutatumia chronos time ya mwaka wa 2025 tukitawaliwa na ile kwenye mawazo yetu. Lakini wacha niwaambie, ile mada ambayo mnaiona pale, hawakristo hii kanisa hata wengine hawana habari. Hawana habari. Lakini yule ambaye ako conscious atatembea na ile, ataanza kukutana na kairos zake kupitia that thing. Amen. So in other words, ulimwenguni watu wanaweka theme, wanaweka tu maneno mazuri ya maandiko. Lakini kila mchungaji anaitwa father of the house. Tutakuwa tukizungumzia leo na kesho na baada ya mambo. Kila mtu anaitwa baba, anataka atulie mbele za Bwana. Akiweka tu maneno tu kwa sababu ya maneno bila kukaa deep na kutafakari, atawapatia watu wrong thing. Amen. Now, unaweza kwenda kanisa la Deliverance Redeem ukakopi ukasema, hii niliona nilikuwa mwaka juzi, nilikuwa nzuri sana, wacha niweke kwetu mwaka huu, nibadilishe maneno machache. Now what will happen, tutakuwa nyote kama zakati mmekuwa lost. But is there something God will birth in your heart, ya kuenda na majira yale Mungu amecreate kwa watu walio katika hiyo kanisa, that house. So in short, it's not easy to be a pastor. Si rahisi kwa nini? Ni ngumu, kazi ngumu sana. Ngojea Mungu. Now Esther, andika wale watu waliosikia, andika Esther